Sisi tunapaswa kuishi maisha ya huruma na upendo. Tupendane Wakristo, tupendane. Tuko pamoja? Amen. Tupendane. Katika kile tupendane. Sio natoa maneno ya huyu unayapeleka huku, yanapeleka huku. Upendo uko wapi tena? Wewe mwenyewe unamchafua mtu huku, unamchafua mtu huku, unamchafua mtu. Haya sasa siku moja wanakuta sio kweli. Anza kumsafisha basi. Urudi mle ulimopita umsafishe. Ndio utagundua gharama ya kumchafua mtu. Tuishi kwa huruma na upendo. Nimesema asubuhi, angalia mnavyowachimbia watu mashimo au maadui zenu, mkachimbage mafupi. Mungu anaweza kumwambia usipite njia hiyo, akapita nyingine ambako shimo halipo, ukatumbukia mwenyewe. Tuko pamoja? Tuko pamoja jamani? Tunaikolewa kwa neema, tunaishi kwa neema. Hakuna anayeishi kwa nafsi yake hapa. Wala hamna anayeishi kwa gharama zake hapa. Wote tunaishi kwa gharama ya msalaba. Jambo la pili litupasalo kutenda. Toa kile kidogo ulicho nacho. Usingoje uwe na vingi. Tumia muda wako, kipaji chako au mali yako kumtumikia Mungu na kuwabariki wengine. Usitumie muda wako kuwaumiza wengine. Kwa kuwa tu una muda, basi ndio muda wa umbea hata not. Kwa kuwa tu una muda, sasa tuanze kusimanga watu. No. Tumia muda wako vizuri kuwapendesha watu wengine na Mungu wako. Tumia kipawa chako vizuri. Kama umepewa kipawa cha kuongea sana, ongea mambo yanayowajenga watu, sio yanayoharibia watu maisha. Fanya hivyo na kuwabariki wengine. Hello. Fwana Mkarere. Siji kuja tena Iwambi, ndio nawapa kardozi hapa. Hello. Punge mkono namna hii. Nikija kwa mwaliko. Jimbo la Mbeya Magharibi. Nikija, tumia kipawa chako vizuri, watu wakufurahie Bwana. Wakikuona wasema afadhali amekuja huyu, hapa tunatoka. Yaani wakikuona mbali wasema bora amekuja hapa tunatoka. Hapa tunatoka. Sio unatokea unasema huyo kaja. Sasa hili zoezi ndio linalala sasa. Maana amekuja huyu, hili zoezi. Toa kile kidogo chako kwa ajili ya Mungu, kitawabariki walio wengi. Tuko pamoja jamani? Amen. Tuko pamoja wana wa Mungu. Chochote ulicho nacho na chiona kidogo, mwachie Mungu. Atakimultiply, kitawabariki watu wengine. Jambo la tatu tunalopaswa sisi kulitenda kupitia hili somo tumesoma, tumtegemee Mungu katika upungufu. Wakati hali ni ngumu, tumtegemee Mungu. Wala tusikate tamaa. Weka hiyo hali unayopitia mikononi mwa Mungu. Kwa kuwa nimesema haitadumu na yenyewe inafanyaje? Inapita. Kwa kweli tunafurahi na tukio hili la leo. Pia tumeasilika kwa upande fulani kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye alikuwa analipenda neno na pia alikuwa akisimama huwa anawasihi sana watu kulishika sana neno, na ni mtu ambaye alikuwa anaongea ukweli na ni mtu wa watu. Tulichojifunza kwa aliyekuwa mkuu wetu wa jimbo sana ni upendo. Alikuwa anasihi sana watu wawe na upendo, hekima na kulijua neno la Mungu pia. Sisi tunachomwambia ni kwamba hivi ameondoka kimwili, lakini jina lake bado litakuwa liko hapa Iwambi kama ni mkuu wa jimbo mstaafu aliyekuwa, na huku kwenda kwa majukumu mengine, kwenda mkuu wa chuo cha Matema. Kule ni nyumbani na hapa ni nyumbani. Tutamkumbuka kwa mema yote aliyokuwa ametutendea. Mfano mmoja wapo alituwekea kwenye jiwe la msingi la choo kipya cha kisasa. Yuko hapa, ni kumbukumbu moja wapo. Ameondoka kimwili, lile jina lake lipo hapa kama mkuu wa jimbo. Na sasa ni mkuu wa jimbo mstaafu, ameenda kwa majukumu mengine. Tutakwenda na yeye atakuja hapa, anakaribishwa sana. Kwanza kabisa ni kumtegemea Mungu. La pili kwamba kumtumikia Mungu na kwenyewe kuna faida pia, kwa sababu inafika mahali unakumbukwa na ndugu na jamaa. Pia nimejifunza kuishi vizuri na watu. Kunaleta mantiki kubwa sana, kwa sababu kupitia watu unajua huduma yako inaendaje.
Lakini usipokuwa na upendo na watu, kwa kweli unaishi kwa shida sana. Kwa kupitia mchungaji Rusajano nimeona kwamba alikuwa akiwatumikia watu na akipenda watu pia. Kwa hiyo watu wamejitokeza kwa wingi na wametoa zawadi nyingi. Tunamshukuru Bwana kwa ajili ya utumishi wake aliouweka kwa miaka aliyokuwepo akimtumikia Mungu kama mkuu wa jimbo. Kwa kweli alikuwa ni mtu wa watu. Kwa lugha rahisi sana alikuwa yani yeye ni mcheshi kwa asilimia zile, kama mlivyomuona wakati wa mahubiri. Yani yeye wakati wote hawezi kusimama madhabahuni akasema asichekeshe, yani lazima watu watafurahi, na anachokiongea naongea asilimia kubwa ni uhalisia. Na kitu kinachombeba sana ni ile charming, yani yeye hanaga huyu wala huyu, yani wote amewaweka sawa, na ni mtu wa watu wakati wote kwa kweli.